Let God and him alone be true. Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Harabasato zevila handarabasa. Sema kwa sauti, Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Sema kwa sauti, Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Yes. Kuwa na ujasiri wa jumla kwa Mungu, kutojali chochote. You are careful for nothing. Mazingira yanakuja na kupiga na you are careful for nothing. Yaani unajisikia ni kama kuna shida unaiona, ni kama ipo hapo, ni kama iko inakugusa kabisa na kupiga. You are careful for nothing. Inakuambia kwamba uone kama unaumia wewe, angalia huku. Uone kama unateseka. Careful for nothing. Haujali chochote zaidi ya kile ambacho Mungu amekisema. Ukimwona huyo mtu jua anamtumaini Mungu. Si mtu alifika mahali akasemaje, mimi naona hapa. Ya, ni kweli, unajua muamini Mungu lakini tumia akili. Unajua muamini Mungu ni kweli, tunamwamini Mungu lakini ndio maana ametupa akili. Siyasema ni vibaya kutumia akili. Tafadhali lazima tuweke balance. Ila imani haina mbadala wa akili. Ni kubwa mno rohoni. Ni kweli tunamwamini Mungu lakini hakunaka tunamwamini Mungu lakini mambo yote yanawezekana kwake, labda kuamini. Je, ndio maana Biblia inasema hivi, je, kutokuamini kwa kutabadilisha uaminifu wa Mungu? La hasha. Yaani kutokuamini kwa mtu mwingine hakuwezi kubadilisha standard ya Mungu. Ndio maana when it does not happen to you, it is happening right that moment to another person. Wakati akitokea kwako, kinatokea muda ule ule kwa mtu mwingine. Ukisema kwamba mimi nafikiri ni swala la masuala ya ndoa, sio kweli. Ujue kuna mwenzako ambaye anaishi mbinguni duniani that very moment. Ukisema kwamba masuala ya hela na Yesu tuyatenganishe, hayaendani, mimi nimempenda Yesu miaka yote lakini hela sijaona, ilibidi nifanye hivi. Kuna mwenzako anampenda kwa kugaragara na hela anazo mpaka nakosa mahali pa kuzipeleka. Mungu ajulikane kuwa ni amin. Ndio maana tunasemaga hivi, ukiona jambo limetokea kwa mwenzako, tafuta kujua kwa sababu ni ufalme mmoja. Hiyo ni signal. Mungu anamwambia Kain, ukitenda vyema utapata kibali. Imetokea kwa mwenzako na mimi nimekifanya kitokea kwa mwenzako. Kwa maana yake ukienda kumuuliza maswali utapata namna, na ukipata namna mimi nitajifunua kwako. Maana yake Mungu akawa anamwambia Kain, niko tayari kujifunua na kwako pia, lakini muulize mwenzako. Shida ya kanisa sasa ni kiburi. Asa anione kwamba mimi sijui, ndio ujui. Ukiona matokeo maana yake ujui. Hiyo ndio habari njema. Ujui. Alafu mimi ni mzuri sana ukubali kwamba sijui. Mzuri mno. Katika watu wazuri ambao nimekuona